goons. Are you goons? Or you are gunners? Or gunners? Lagoons. Kama Moses wa Biblia hakukuwa mlevi, mbona alikata maji? Kutoka leo Kamisi ndio itakuwa entrance katika Sude Express. Mmoja wa mwisho lakini tunaweza beba watano. Hold. You know when you continue working hard like this, one day you'll own a house like this, eh? My dream house. No. Mama Otis, what happened to my watch? Listen, no, Mama Otis. Asapa. Tumerudi kama dawa. Tena. Nispana 254. Everyone, mimi ndo budako na nikamba nitaka. Ikamba nitakamsho. Na leo tunaongelelea top Kenyan content creators. Na siku hizi watu content creators, wanaitwa digital creators. Digital marketers. Bas, kitu kama hiyo. Siku hizi wanaitwa digital creators ndio tunaambiwa. Tunaweka hapo juu. Leo ndio tunachambua tuone venye wanafanya fiti kwa game. Kulingana na kila mtu na kazi yake. Leo tuongelee wale mamillennial akina Gush, Abel Mutua, Butita. Tunaongelea new age. Tunaongelea akina Mukaya, akina Mjaka Mfine, akina Jemo Desin, akina Flaco, Kena, Faite. You name them. Ona kuja kuchambua leo. Na tunaanza na nani? Tuanze na Flaco. Flaco content yake inakaaje? Content ya Flaco mimi naweza sema ni content BA. Kulingana na content yake ni content ya kuona, lazima uone ndio uelewe content yake. Kuona na kuelewa na kusikiza. Juu ni stand up content. Unaona? Ni content inambidi afanyie. Asimame atembee. Unaona? Yaani content yake inataka vitu mingi sana. Na anaifanya poa sana. Hadi ukiangalia venye anafanya na nini? Video quality yake iko juu, storyline ya content yake bado ni kama hivi. Yaani unaweza watch nini content ya Flaco na ni funny clip, lakini unaona kama movie vitu kidesign ni funny kama movie. Yaani anaicheza, unaona, inabidi amefanya script. Yaani ni scripted content, imescriptiwa sana ni scripted content. Lakini Flaco usipoona huwezi elewa hata kama unasikia. Naweza kuwa unaweka hapo hivi umeangalia na huku unaweza kosa kuelewa. Inabidi uone sana uone ndio uone nini inafanyika. Kitu kingine ni kwamba na Flaco ameifisha sana hiyo sasa ya kuchukua kama video nini ameifisha sana. Anafanya kazi poa sana. Kwanza venye ujifanya budake, anafanya yake matake. Inambidi afanye kazi mingi sana. Inamteka lot. Anakuwa more than 5 characters in one video. One persona, 5 characters. Na ni yeye tu anaifanya yeye. Ni amescript, na yeye ameandika, na yeye amedirect. Hiyo ni mbaya. Number 2 tunaingia kwa Manzi. Tuangalie Manzi. Tunaangalia Manzi mgani? Tuangalie Manzi anajiita Mjaka Mfine. Mjaka Mfine ni wa kukam. Mjaka Mfine hajakuwa sana, ako na miaka 2-3 kwa game. Lakini so far anafanya poa. Juu yeye anafanya zote. Yeye anafanya imitation, anafanya meditations, anafanya deflecting za ku logic vitu na taarifa. Hiki kitu shanifanyikia. Anafanya scripted content na anafanya vitu za itangwa za anaweza fanya kitu itangwa one time content. Anaweza tokea mahali kitu ifanyike, achukue simu na shoot na trend tu hivyo. Si kitu alikuwa amepanga hapo, amescript, ni kitu imefanyika tu mahali hivi na anatoa menje na anashoot. Na bado kazi yake ukiangalia ni kazi safi. Kazi yake ni safi. Kazi clear na bado anaenda profile. Unaona? Consistency yake nayo iko fit. Consistency ndio kitu inamata sana kwa game. Bana. Watatu tunaangalia nani? Namba jamaa anaitwa Kena. Huyu tunamjua. Crazy Kena si wa kukuja. Kwa kama amekuwa before hata COVID Kena amekuweko. Na Kena tunaweza mkompia bado na Flaco. Kazi ya Kena na Flaco inapenda. Hadi grind wamegrind the same. Hadi kwa moka walimoka ni at the same time. Wakiwa na shida walipata shida. Content inaenda kulingana. Juu watu wanafanya scripted content, and content lazima uone. Ili uelewe. Ani stand up content lazima utembee usimame. Lazima uact. Yaani ni act, ni content. But Kena Fleta amelalisha. Kena ukimcompare na kitambo. Kena sofa amelalisha. Kena si mwenye alikuwa amelalisha. Kena sofa amelalisha. Kena ni creative sana. Akifika kwa kutengeneza script.
Ni mnoma sana. Lakini so far kuna time alikuwa anafanya maneno kwa industry. Sijui kwa nini ameleta kutoka anza kufanya hizi stand up show zake za mwaka Happy Family, Happy Country nini. Yes, inafanya fiti but amelalisha sana content wise. Lakini hope uko fine kwenye huko. Kazi yako ni safi, endelea hivyo. Tunaangalia manzi fulani. Number 4. Huyu manzi juzi ameimitate Prophet Awol na imeleta shida sana. Anaitwa none other than Mamito Eunice. Mamito mnamjua. Mamito kutoka kitambo, kutoka chachi, kutoka Mamito amegrind. 2016, Mamito amegrind. 14 huko Mamito. Yeah. Mamito tuko na content, yani content yenye anafanya ni content stand up bado kama ya Kena. Anafanya my invitation, ana stand up, anafanya scripted, anaweza act. Bado anafanya comedy live. Ako versatile in terms of content. Huyo ni mnoma. Anafanya content yoyote na yote. Hakuna content anaweza fanya. Anafanya fiti kwa game na so far ametoa nini? Ameimitate Prophet Awol. Na hiyo kitu imeleta shida sana. Lakini bado imeleta sana. Lakini imekuwa more creative sana. Ukiangalia creativity ya Mamitu mbaya sana kulingana na content creator wengine. Ma content creator wengine wako outside here. Unaona? Tuende kwa hiyo content creator mwingine. Jamaa fulani ametoka Meru. Ni mnoma huyu jamaa. Jamaa ako na script, jamaa anaandika na jamaa kuja. Sio kukam. Ameishi. Lakini so far anafanya vitu noma. Vini Vites so far anafanya vitu noma. Kijana yake hata lazima uwatch. Unaweza msikize uko na huko na uelewe. Vites lazima hadi watch. Ubambike na uelewe na Kenya nase. Si lazima uwatch. Kusikia tu yake tunasikia inasema ishakufikia na ishakubamba. Na yeye si wa kukam, hata amekuwa toka enzi bana before ata covid times sana. Na yeye anafanya nini? Anafanya content simple. Content tu yake ni simple. Anabonga bora tu usikie. Usikie anasema. Bora message imekufikia, umesikia content. Na so far content hizo zake zinafanya poa kwa industry sana kijana. Anakubalika. Sasa anakubalika sana. So far watu wanamkubali sana kwa game. Na hapo ndo tutafungia. Kuna mwingine, kuna Top Rising mwenye sai ako Top Rising. Niko nimesahau samahani. Top Rising. Anaitwa Jemo Desin. Unani Jemo Desin ndio sai Top Rising content creator. Digital marketers kitu kama hiyo. Sai huyo jamaa anafanya vitu. Waza ikifika ni kuimitate top notch. Ikifika ni kuimitate. Kijana ako juu, kijana ameiva. Congrats. Kijana ana imitate mtu anakaa huyo mtu kabisa, unasema huyo mtu ndiye. Production yake ni noma. Na iko juu sana. Kazi yenye anafanya makeup nini ana imitate mtu anakuwa kienyeji. Hadi acting ni ameanza kutazama script za mazi kwa na episode. Bwana juzi ametoa series fulani kama hadi episode 10. Akamekula fiti. Tuzidi hivyo in terms of imitating ameimitate Ruto, ameimitate Kadoba kijana wetu, Rose, Calligraph. Huyu jamaa yani anafanya kazi. Aisho Speed. Yani ukiangalia kazi yake na ako more creative. Momo, Diamond, Willy Paul, kijana ako creativity yake nayo iko. Na ana imitate na kawa mseka kabisa. Anaweza kuitoa venye inafaa. Jemo Desin so far uko Top Rising na kazi yako ni safi. Songa. Hivyo. Na leo tuko tunaongelea Top Rising. Top content creators ama digital creators in Kenya. Wenye wanafanya fiti ambao ni young age. Ambao ni young age. Leo tutaongelea wazee wakati mbali kidogo. Tuko tunaongelea upcoming wenye wamekuwa kwa game lakini young age wanafanya fiti kwa game. Tuzidi hivyo. Hadi kwa hiyo video nyingi zote hadi kwa hiyo video nyingi. Guy